lakini shida yao inawasumbua ni kama iliyokuwa inanisumbua mimi. Yaani alinijibu mbaya mbovu. Acha kwanza nikusimbie. Tafuta hela. Wanawake wa sasa hivi, hawa wanawake wa sasa hivi unaowaona. Laiti angekutana na mimi kivuruge. Hapa kwangu mmefika. Mimi ndo naitwa Mganga Lunako. Pambano, jifunze kwa mfano. Kibano juu ya kibano. Everything occurs for reasons. Our peoples makes people's poison. Better way when you're making decision. Before looking up, look down. There is a reason behind it, behind it, behind it, oh, behind it, behind it. Hawa mwanzangu umelizika kwa unaponda kokoto ni? Kwa kifupi jamangu, sijalizika hata kidogo. Kwa sababu kinachoniuma, kuna mwamba mmoja anadharau sana kazi yangu inayoifanya jamangu. Na amesahau ya kwamba hii kazi mimi ndio inaonifanya hata mama yangu namhudumia, namtumia ka 3000 huko kijijini. Alafu nikifika nyumbani mwisho wa siku naenda kuwasalimia, najitapa. Mamangu anajitapa kwa watu na ananichinjia kwa kakuku mwanangu. Shida wanakuwa hawajui unachopata. Wenyewe wanaona unahangaika ila mwanangu nisisiche. Umesikia? Kama mwanangu kama ukitokea labda umepata kazi mwanangu, tuache uongo kabisa, hii sio kazi. Hii sio kazi tunafanya hivi basi. Upo sahihi jamaa. Upo sahihi kabisa. Sasa mwanangu labda hauna mchongo wote, labda mzee ukanipa mawazo labda tufanyie. Sikiza jamaa nikwambie sawa. Hapa niko yani kama unavyoniona hivi. Toka saa 12 asubuhi nimeamka na kuja hapa na bado paka sasa hivi jua ila hapa saa 7 inanichoma. Cheki jasho hili mwanangu. Wewe usielewa maisha yetu haya. Hebu tupige kazi mwanangu. Alafu ukute hata kula ujala. Umeanza sasa kunisnitch. Wala ni snitch na wewe unanisnitch. Amba na wewe wapi? Mwanangu lakini tusinikufiche hiyo kazi mwanangu. Yaani bora mtu kaangalia kama una mchongo mwingine utafute ufanye kabisa. Sio kazi kabisa. Kweli mwanangu. Okay, fresh hamna noma bana. Nikiliangalia ili jiwe domi, nakumbuka ya kwamba kama ningelikuwaga sifanyi hivi, simwangalii mwalimu wangu hivi kwa ile lula ile ili nione wanne walimu. Sasa hivi ningekuwa muendesha ndege mwanangu. Hapana mwanangu, asikudanganye mtu mwanangu. Kuna watu wamesoma kama juzi hivi. Kuna mtu nimekutana naye. Mwanangu alikuwa anatusua yani shule mwanangu. Yaani yeye zake ilikuwa yani ukimpa 90-80, amefeli sana 70, 90-80. Alikuwa anakuwa wa kwanza, akifeli sana yani kwenye 5 zile bora kabisa. Alikuwa hakosekani. Afu mbaya zaidi nasikia story ya kwamba sijui huyu Diamond huyu nasikia ameishia form 4 mwanangu. Mwanangu kaishia form 4. Yaani alijitahidi kidogo akaenda mbali. Alikiba naye aliishia 6. Babu wewe. Sasa sisi mimi ni darasa la 3 mwanangu. Darasa la 3. Darasa la 3 kabisa. Kumbe mwanangu wewe ni kilaza. Mimi nimekuzidi mwanangu. Mimi darasa la 6 bana. Nimekuzidi kabisa. Ngazi ngapi? Ngazi 3. Ngazi 3. Ila mwanangu usiseme umenizidi bana. Nimekuzidi. Wewe si la 3? Hujanizidi. Wewe la 3 mimi la 6. Tunaponda mawe yote hapa. Umenizidi nini? Ghetto moja. Ila mwanangu nasikia Baresa hakusoma kabisa mwanangu. Baresa lakini ana maisha. Baresa umjui? Baresa umjui, kila siku unakunywa vinywaji vyake hapa unakunywa. Sawa. Mbona unafeli wapi wewe? Yaani kwamba wewe umjui Baresa tajiri mkubwa hivyo kazi. Sinisha kuambia na kuzidi elimu. Yaani darasa la 6 na darasa la 3 ni vitu viwili tofauti. Mwanangu. Mbona katoboa mwanangu sasa hivi ukipita barabarani unaona magari kibao yanapita Baresa pale. Kwamba sisi tulikuwa karibu na mwamba. Jiwe gumu lilikuwa karibu na mwamba. Oya, kwa hiyo ubao mwanangu. Tuenze tu basi kwa mantilie pale.
tukapige msosi mwanangu. Hii kazi tutakuja kumalizia hata baadaye. Sasa nidhamini banangu, ananidai yule, ananidai. Kwa yani mwanangu nina buku, unamaanisha tukale jelo jelo? Ananidai jana mwanangu nilimkopa msosi. Msosi wa shilingi ngapi? Wa buku. Wa buku? Kama vipi mimi nitakula jelo, nitakupa jelo, wewe jelo utaangalia utampelekea lini. Wewe twende tu kamkope tena. Shida nini? Si utaenda kurejesha? Basi poa. Alafu yule maza hanaga noma. Haya poa. Poa dogo. Akija mzee nani hapo hivi mzee Ramadhani utanishtua sawa Utatushtua tuko hapo kwa mama nani? Mama Manjunju hapo. Hapo. Kwa fresh. La sindano, maisha mapambano, jifunze kwa mfano, kibano juu ya kibano. Everything occurs for reasons, our peoples makes people's poison. Better way when you're making decision, before looking up, look down. There is a reason behind it, behind it, behind it, oh. Behind it, behind it, behind it, oh. Shwari. Wewe kabisa. Mimi. Aise mwanangu umetoboa mwanangu. Kwa nini? Nakuona kabisa mwanangu. Sina unazungusha na funguo mwanangu. Una gari? Si gari tu. Nina miradi. Acha. Mwanangu mimi sinaona mwanangu. Yaani hapa nimevunja kabati ndugu yangu. Yaani unavyoona hapa mimi nimevunja kabati mwanangu. Mwanangu. Maisha magumu sana mwanangu. Hapana, usiseme hivyo ndugu yangu. Ila kuna msemo unasema kwamba ongea na watu uvae kiatu. Sijui unanipata? Ndio mwanangu. Yaani ongea na watu uvae kiatu. Why? Yaani bado nakuona upo kwenye yale maisha ya kizamani. Yaani unapenda kujitenga, unapenda mwanangu unadhani mimi napenda? Sipendi. Yaani unaona hivyo nadhani mimi napenda mwanangu. Hebu mwanangu. Vipi mwanangu umejipata kabisa mwanangu? Vipi hebu nipe siri ya mafanikio basi. Nisikize nikwambie. Kuna vitu inatakiwa utambue. Ndio. Katika maisha haya kuna wakati unatafuta upate, lakini ukiongea na watu, nisikufiche Domilasa, nisikufiche, ndio kuna kitu au kijui, kuna siri nyingi za mafanikio lakini hii sehemu ndio si sehemu ya kueleza, lakini mimi na uhakika na mtaalamu wangu nikikupeleka ndio utapata mafanikio. Kwa acha basi masiara basi. Kwa hiyo nataka uniambie na mimi nitaendesha gari, nitakuwa kama wewe, nitakuwa na maisha mazuri. Hivi fungo hivi. Yaani mwanangu serious mwanangu. Twende sasa, twende unipeleke. Wakati mwingine. Wakati mwingine. Asivi na wae kuna issue nafuatilia kule. Kuna sio kwamba tutakuta amehama labda. Hapana. Yule mtaalamu yuko pale pale. Yaani mwanangu nitaenjoy sana mwanangu. Safi kabisa, wewe ndo mtu wangu kabisa. Mwamba kabisa. Umeona? Sasa nipe namba yako basi nitakucheki sasa. Leta nikupatie simu. Aleta nikuandikie wewe. Unajua wewe unatumia simu kubwa mwanangu. Mimi ndo smartphone yangu bana. Kawaida tu mwanangu. Maisha. Ni ya Voda ni ya nani? Hiyo ni ya Voda. Ya Voda. Afadhali mwanangu. Maana kifurushi cha mitandao yote mwanangu mimi sinaga. Yaani waga najiunga kifurushi cha jelo, cha Voda kwenda jelo. Voda kwenda Voda. Nisikize ndugu yangu. Hapa umepata. Sawa. Hapo umepata. Yule mtaalamu. Ndio. Umepata. Weka nia. Sawa. Lakini sio kwamba iwe issue ya matangazo. Sawa. Inatakiwa iwe issue yako mwenyewe. Kama unahitaji mafanikio, nitafute nambangu ndio hiyo, wewe nipigie simu zeni tuongea. Nyama. Umejipata mwanangu. Nitakucheki basi ili unisaidie mwanangu. Yaani mimi natamani twende hata sasa hivi mwanangu. Kwani tusiende? Yaani mimi kama nilivyokuambia, namba nimeshakupatia sawa. Kwa wewe utanipigia tu simu. Mwanangu nilivyo na hamu na life. Yaani nahisi kama vile huyu mganga atahama leo. Hapana bana. Sasa sikia mwanangu. Unajua nisikuache kinyonge sana. Ndio. Hapa sijatembea na hela kesha lakini
Wacha wewe. Yote yangu. Yaani nimekupa vocha maana yake umeniambia 500 nika wewe kama vocha afu utanicheki. Yaani usije mwanangu ushajipata mwanangu. Yote yangu hii. Okay baba, mimi ngoja niendelee na vitu zangu. Mimi ngoja nikapate pale mshikaki. Okay poa mwanangu. Wewe nenda basi ukachukue. Wewe mimi ngoja niwahi bana hapa. Kuna hicho nafuatia zeni. Sawa. Okay bana. Sana. Haya poa bana. Poa mwanangu. Fresh, tabongo. Poa. Unajua jana nimekuona jana, nikakuomba namba ukanikazia dada yake. Unajua bana, mimi nikwambie tu kweli, mimi mwenzako nakupendaga bana, umeona? Alafu nikwambie kitu. Unaona sisi ambao tuko hivi, yani ambao tuko vizuri hivi, umeona? Sisi ndo watafutaji. Umeshaona? Sisi ndo watafutaji. Yani usio unaangalia yani, sawa unaweza kaniona hivi, lakini mimi kesho nitajiri. Mimi ni tajiri wa kesho kabisa. Mimi nakuelewa bana. Hebu naomba basi unikubalie mwenzako ili niweze kuwa na wewe. Umeona? Angalia tu, yani mimi niko vizuri kabisa au niambie, nina kasoro gani hapa? Laki imenikuta mwenzenu. Usiseme hivyo jamani. Wewe. Mimi. Acha kuniangalia hivyo, si ndo matajiri wa kesho. Unanipeleka wapi? Utanipeleka wapi? Yaani hebu jiangalie kazi yako. Unilinganisha na mimi. Jamani. Mimi leo hivi. Kweli unakula mishikaki ya 100, sijui 500 miwili, sijui 100 ngapi hiyo? Mimi. Jamani. Nikwambie kitu. Mara nyingine ukinisimamisha nitakufanya kitu kibaya. Wewe kaka naomba ujiangalie. Lakini mapenzi hayaangalii hicho. Mimi mwenzako nakupenda. Kwa hiyo kwa ajili ya hali yangu ndo mapenzi hamna. Wewe utanipeleka wapi? Mtu mwenyewe ndo hivi. Unanichafua. Kwenda zako huko. Tena. Kuanzia leo nikipita nikoni unanisimamisha hapa. Nitakutemea hata mate. Muangalie kwanza. Sio mwanangu. Najua haka mwanangu niko napiga kazi hapa mwanangu, lakini sina uhuru kabisa. Kuna uwaga zile nyundo uwaga ziko mbili. Ni kama hizo hapo. Ile moja iko wapi? Nimemwazima dogo. Mwanangu napiga hapa. Umemwazima dogo tena mwanangu? Wewe kabisa wewe. Wewe unazimaga vitu wewe. Sema umekodisha mzee upate hela ya kula wewe. Yaani wewe mwanangu wewe. Au sio umekodisha? Kausha bana. Mimi nilijua tu rafiki yangu, mimi sina kujua. Sasa mwanangu. Mwanangu. Kuna jamaa mmoja mwanangu anakula life vibaya mno. Yaani mwanangu anatusua vibaya mno. Jana nimekuta mwanangu afu eti amenunua range. Kanunua range afu kwenye ndinga baba alikuwa na pisi kali vibaya mno. Yaani mwanangu kuna watu wanakula raha duniani. Afu juzi
Juzi kuna mdada nilikutana naye mwanangu. Nilimuuliza jina hakunipa kabisa yani. Umeona? Yaani jina tu mwanangu. Eti mtu ananijibu vibaya. Sasa si nikakutana naye jana. Jana nimekutana naye nikasema leo sikubali mwanangu. Nikasema nirushe vitu vyangu, si unanijua? Mwanangu nilivyojibiwa mwanangu. Kiukweli nilijuta. Yaani ningejua nisingeongea naye chochote mwanangu. Yaani alinijibu mbaya mbovu. Basi tutafanyaje? Mwanangu sasa unacheka mwanangu. Mimi nakwambia mimi niko nachekesha hapa mwanangu. Oa Domi, sikiliza. Nikwambie kitu kimoja rafiki yangu. Tafuta hela. Wanawake wa sasa hivi, hawa wanawake wa sasa hivi unaowaona bila hela ni sawa na bure. Huo ndio ukweli yani. Mwanangu, unaponiambia nitafute hela mwanangu, utazani wewe unazo. Yaani mimi nilimtongoza. Mimi nilimfuata yule nani sijui unaitwa Mwamvua, sijui Mwamvuli, sijui nani. Mimi nilimtongoza. Sasa wewe na wanawake wapi na wapi mwanangu? Kwanza mimi nina wasiwasi na wewe. Chezea kataliwa wewe. Tafuta hela kudadeki. Hivi unajua mwanangu maskini ndo huu. Unajua mwanangu sijawahi kukuona hata ukiwa na demu. Alafu unasikia jamangu. Alafu nilikuwa nimesahau bana. Kuna jamaa mmoja jana nimeonana naye tena kipindi nakutana na yule mdada. Kuna jamaa mmoja nilisoma naye shule. Anaitwa Shauri. Alikuwaga jamaa wangu sana shule mwanangu. Huyu alikuwa ananipa na majibu ya mtihani mwanangu. Mlete kwenye mtihani wa darasa la 4 mwanangu. Mtihani wa darasa la 4 jamaa alinivusha. Yaani yeye ndo alinivusha mwanangu, sasa hivi ana maisha vizuri mwanangu. Umeona? Kabisa yani ametushua life. Yaani namuona kabisa mwanangu amepiga vile vitu vyake kabisa. Yuko safi mwanangu, maisha yamekubali. Umeona? Sasa si nikamuuliza mwanangu. Nikamuuliza vipi mwanangu? Tupeane madili mwanangu. Umeona? Ila mwanangu na habari njema. Ameniambia bana atatupeleka twende kwa kuna jamaa yake amesema kwamba sisi kuna mtaalamu wake mwanangu. Amesema kwamba atatupeleka twende kule tukaangalia tunafanyaje. Mtaalamu? Yaani hapo babu kama kucheza umecheza. Yaani kama kucheza umecheza. Teki. Hiyo ndio inayotakiwa sasa. Hayo ndio madili. Kwa jamaa yuko wapi? Jamaa ameniambia, alinipa namba. Sijajua hata alipo. Alinipa namba akaniambia kwamba nitamtafuta kwenye simu, then tutaongea tuangalie tunafanyaje. Hebu tumtafute mwanangu. Maisha menyewe ya kuponda haya kokoto haya tunazalaulika tunatukana. Yaani mwanangu mimi serious kabisa kwenye kuponda kokoto mwanangu natamani niache hata leo ila basi. Twenzetu sasa tukamtafute. Fresh. Alafu mwanangu unasikia? Umbavu wewe mwanangu wewe kila siku wewe ndo unaniomba hela mimi ya kula. Leo unaninunulia chakula leo. Kiambavu. Hivi umenidukana kiukweli hapa. Twende. Wewe kila siku mwanangu ununuliwe chakula wewe. Leo unaninunulia chakula mjimbe kenge. Maisha ni kuhaso watu oya we. Yani kila moja anataka apite tundu la sindano. Maisha mapambano, jifunze kwa mfano. Kibano juu ya kibano. Everything occurs for reasons. Our peoples makes people's poison. Better way when you're making decision. Before looking up, look down. There is a reason behind